Sasa bana, filamu yetu inamuongelea msichana aliyejulikana kwa jina la Latifa, msichana mjanja sana aliyefahamika mtaani kwao kama Queen Latifa. Ana akili sana na ni mjanja, na kupitia ujanja wake hufanya utapeli wa kiwango cha juu, kuiba utambulisho wa watu na kuwalaghai wafanyabiashara. Sasa siku moja alijifanya mwanamke tajiri ndani ya mall na akajiangusha kwa makusudi mbele ya mfanyakazi wa usafi na kuanza kupiga kelele kana kwamba ameumia vibaya. Kelele zake ziliwatisha viongozi wa mall kiasi cha kumpa pesa, bidhaa na zawadi mbalimbali ili kuepuka kesi. Sasa nikukumbushe, kama huja subscribe akaunti yetu ya Cinema Recap TZ, unachelewa. Subscribe ili uweze kupata story nyingi na vigongo vingi. Tuendelee. Baada ya hapo, yeye pamoja na msaidizi wake Baloji waliziuza bidhaa hizo kwa matajiri. Lakini bana, Latifa alikuwa akiishi kwenye mazingira ya uswahilini ambapo watu wengi walimpenda kwa sababu aliwasaidia watoto na majirani wake waliokuwa na shida. Mama yake Latifa alipata hofu kwa njia anazotumia kupata fedha. Licha ya kumpa mama yake hela ya chakula na vitu vya kifahari, mama yake alijua wazi kuwa maisha ya Latifa hayakuwa ya uaminifu. Siku moja, baada ya kukosa umeme nyumbani na kuzumiwa na jirani yao Banke, Latifa alimpeleka mama yake kwenye hoteli ya kifahari. Yeye na Baloji waliendesha utapeli mwingine kwa kuweka mende kwenye chakula ili hoteli waombe radhi na kuwapa chakula cha kifahari bure. Mama yake aligundua alichokifanya, lakini alikaa kimya kwa sababu alimpenda binti yake. Huyu Latifa ni umeme, ingawa moyo wake haukutamani maisha hayo yaendelee, japo tu alifanya tu hivyo. Filamu inaonyesha pia upande wa pili, hisia za Latifa. Akiwa mdogo alikuwa msichana mwenye ndoto kubwa sana. Baba yake aliyekuwa dereva wa balozi wa Nigeria nchini Uingereza alimuita Queen na kumfanya jione maalum. Baada ya baba yake kufariki kwa ajali, ndoto ya familia yao zikavunjika kabisa na maisha yakabadilika kabisa. Siku moja akiwa hotelini, Latifa alisikia kuhusu mkutano mkubwa wa wafanyabiashara uliokutanisha matajiri, viongozi na watu maarufu. Kwa kutumia akili yake aliiba utambulisho wa mwanamke aitwaye Yarero na kuingia kwenye hafla hiyo kama mfanyabiashara mkubwa. Latifa akachomoa kwenye mkutano tena. Tuone atafanyaje. Ndani ya hafla hiyo alikutana na Jide Lode, kijana tajiri aliyemiliki kampuni ya matangazo ya Billboard. Jide alivutiwa naye sana na akili, ujasiri na namna Latifa anavyozungumza kwa kujiamini kana kwamba alikuwa mtaalamu mkubwa wa biashara. Latifa alimdanganya kuwa yeye ni mjasiriamali mkubwa wa lifestyle na mwenye elimu ya hali ya juu kutoka nchi yake. Kadiri walivyokuwa wakiendelea kusimama, Jide alianza kumpenda zaidi na hata akamwingiza kwenye timu yake ya ubunifu iliyokuwa ikisaka wazo la kushinda zabuni kubwa ya matangazo ya Lagos katika retreat ya kampuni. Latifa alitoa wazo lake la kipekee, kufanya vivutio vya Lagos visimulie hadithi zao zenyewe. Wazo hilo lilivutia watu wengi isipokuwa Arese, msaidizi wa Jide, ambaye alikuwa na wivu mkubwa kwa sababu alimpenda bosi wake kisirisiri. Kadiri muda ulivyopita, Latifa aliendelea kuishi kwenye mtandao wa uongo kwa kukodisha nyumba za kifahari, kuajiri walinzi na kufanya kazi ili aonekane kweli ni mwanamke tajiri. Hatimaye Jide alimpeleka nyumbani kwa familia yake, ambapo mama yake pamoja na dada yake Shede walihisi kuna jambo haliko sawa kuhusu Latifa. Hata hivyo, aliendelea kuwavutia kwa akili yake kwa kueleza vitu kwa umakini mkubwa. Kadiri mapenzi yao yalivyokuwa yakikua, Latifa alianza kujisikia vibaya kwa sababu alikuwa akimpenda Jide kwa dhati, huku akijua maisha yake yote yalijengwa juu ya uongo. Shade ndiye aliyekuwa wa kwanza kujua ukweli kuhusu Latifa, na baada ya kumhukumu alimshauri aseme ukweli kwa Jide. Kabla hajafanya hivyo, Arese alimfuatilia hadi kwa mama yake na kupata ushahidi wa video uliothibitisha kuwa Latifa tapeli na muongo. Ukweli huo ulipowekwa wazi mbele ya Jide, moyo wake ulivunjika kabisa, huku Latifa akikimbia akiwa na maumivu makubwa. Baada ya kuachana, Latifa alipitia kipindi kigumu sana hadi rafiki yake Bolaji alipomkumbusha kuwa makosa si mwisho wa maisha. Hapo ndipo Latifa aliamua kubadilika na kuanza biashara halali ya lifestyle agency. Wakati huo huo, Jide alikuwa kwenye shida kubwa kazini kwa sababu timu yake ilikosa wazo jipya la kushinda zabuni ya matangazo ya Lagos. Ndani ya muda mfupi, Shade alimuita Latifa kuja kumsaidia. Alipofika, Latifa alitoa hotuba ya kugusa moyo kuhusu baba yake, ndoto za watu waliokuwa Lagos na namna jiji hilo lilivyowapa watu wengi nafasi ya kung'aa. Akasema urithi wa kweli wa Lagos si majengo wala mastaa, bali ni watu wa kawaida wanaojitahidi kila siku kujenga jiji hilo. Wazo hilo liliwagusa watu wote waliokuwa kwenye
chumba hicho na timu ilimpigia makofi kwa kusimama. Kampeni yao ilishinda zabuni rasmi, lakini Latifa aliondoka kimya kimya kabla Jide hajamshukuru. Baadaye mama yake Jide pamoja na Shade walienda nyumbani kwa mama yake Latifa kuomba msamaha kwa kumpata. Mwishoni Jide alimkutanisha Latifa mbele ya billboard kubwa iliyokuwa na picha yake pamoja na maneno aliyoyasema, for every queen there is no crown. Alimwambia kuwa walikuwa wameshinda zabuni hiyo kwa sababu yake, kisha akapiga magoti na kumvisha pete ya uchumba. Mwamba anadondoka chini sasa kwa Latifa. Latifa alikubali huku akiwa amezungukwa na taa za jiji la Lagos, na hapo ndipo hadithi yao ya mapenzi, maumivu na ukombozi ilifikia mwisho mzuri. Sasa nikukumbushe, kama hujasubscribe akaunti yetu ya Sinema Recap TZ, unachelewa. Subscribe ili uweze kupata story nyingi na vigongo vingi.